So bila nimeambiwa nini kuhusu hizo pesa venye zilikuwa zimechangwa, in total ilikuwa 5.4 million na nikatumia MC Chris hizo nini, hiyo statement yote ya vile pesa zilikuwa zinaingia kwa bank na zote pia zenye zilikuwa zinaingia kwa M-Pesa, nilizitransfer zikaweka kwa nikaziweka kwa bank in cash, zote zilikuwa kwa bank, so ilikuwa in total ilikuwa 5.4 M. So about nyumba ilianza kujengwa hapo. Kwanza tuanze na nini, shamba yenye tulinunua ilikuwa 1 acre, ilikuwa 1.5 million na 50 by 100 tukapewa moja na Mofam, na ningetaka kumshukuru sana, na tukanunua another ilikuwa hapo, tukagree hiyo pesa imechangwa leo. Kwanza tujue vile atatuwekea kwanza tujue ile juu hapo mahali tulikuwa home hakukuwa na principal ya kujenga, akatuambia kama tunaweza enda Chaka na tukakubaliana iko sawa, juu hiyo place ilikuwa ya kujenga na tukakubaliana tukaenda. So alichukua hiyo the first day akatupeleka hadi Nairobi na akatuacha hiyo hotel inaitwa Opal. So hiyo after ametuacha kwa hiyo hoteli hakutuambia kama ni sisi, ama alikuja akatuacha huko, tukakaa for up of 2 weeks. So after hiyo 2 weeks imeisha ndo tukatoka, na sasa after tumetoka ndo akanitumia bill akaniambia unafaa kulipa hii pesa kwa hoteli. Pole, wacha ni intercede pole. Guys, if you want to communicate on the comment section na unataka kukaa kwa hii comment section ndio usimutiwe, please avoid negativity. Ndio ukiweka point watu watakuona, please. I don't want to mute anybody. Nataka tukue na decorum. Kama unataka kushinda ukiandika kwa comment section na unataka ku make point, usiongee kitu mbaya. Ndio sitaki ku mute mtu yoyote. Nataka tukue hapa juu nyinyi wote ndio mlifanya hivi. So tafadhali na waomba kwa heshima, usiongee kitu mbaya. Focus na Kenya anasema. Maybe anaongeaga hivyo, hajui kwenda mbio kabisa. Tutulie tafadhali, continue. So after tumemaliza kukaa kwa hotel hiyo 2 weeks, tuambia ni sisi tunafaa kulipa. Kwa hiyo pesa alikuja tu atuambia tukae huko for hiyo period. Sasa after tumetoka huko ndo akanitumia bill akaniambia unafaa kulipa pesa hii 206,000 kwa hiyo hotel. Nikamwambia ni sawa nitalipa. So after hapo akatusaidia pia kutafuta nyumba. Ulilipa how much? You mention amounts. Kwa hotel ilikuwa 2,000, niangalie price. Ilikuwa 206,550. So after tumemaliza hapo akatuambia tutafute nyumba na akatusaidia pia kutafuta nyumba, tukapata ya ilikuwa 35,000, ilikuwa 3 bedroom. Juu pia mzee alikuwa huku nini Nairobi kwa hospitali, alikuwa akuje pia akae huko. Ilikuwa 3 bedroom, ilikuwa 35,000 na deposit ya 35,000. Akaniambia nilipe 70,000 na nikalipa. So after hapo after that tukapatana. Sasa mimi mamangu sasa ameitwa kutoka ushago, hiyo time amekuja JCM, akatuita kwa ofisi yake tupatane, ndio akatuambia hiyo mambo ya kununua shamba. Kwanza akatuambia tunaweza nunua shamba tulimange hapo, everything tunalima ni atakuwa akitununulia juu akona kampuni ya kuprocess hizo vitu hizo nini zote. Akatuambia tunaweza lima hapo, akuwa akitununulia vitu, so hatuwezi kosa kitu ya kujisustain, na tukakubali na tukanunua hiyo shamba ya 1.5 million. Na pia tukiangalia pia kwa nini mimi naongea tu kweli yenye najua, tukiangalia kwa catalog hiyo time hiyo shamba ilikuwa inauzwa 1.2 million, lakini alituzia 1.5 million. Alafu kwa ploti yenye tulikuwa tunajenga ilikuwa inauzwa hiyo time ilikuwa inauzwa 300k, akatuzia 500,000. So hiyo ikakuja a total of 2 million. So hiyo time hatukuwa tunajua. So after nini imekuja ndo tumeconfirm hata hizo catalog zote, kuconfirm hizo bei. So after that after nyumba imejengwa na ikafika hapo na pesa ikaisha, na tuko hapa, hii mambo yote yenye imekuja hapa nini babangu anajua, tumediscuss na yeye, na mtu mwenye alikuwa anaongea on behalf of him ni mamangu. Juu hawezi kuja hapa online anaweza kuambia watu mbona nyumba haijaisha, mbona kwani kulienda aje. So yeye alikuwa anataka accountability. Najua hadi juu mimi nilikuwa at first nilikuwa nimeona babangu, na nilikuwa nikikuja hapa online ilikuwa hiyo pesa yote ilikuwa inakuja kwa aid ya babangu. So
nilikuwa so after nini, after tumechanga fuck, so hiyo pesa yote yenye tulikuwa tumechanga. Okay, unaweza ambia watu okay, relax, breathe in, breathe out, relax. Sasa tuambie, tumeelewa. Tuseme comment section, don't wachana continue tafadhali. Na moderator, ukiona mtu anaandika kitu mbaya tafadhali mute, don't block them, mute. We don't want negativity, we just need the truth. So tuambie mambo ya kujenga ilikuwa aje? So after tumeanza kujenga, mimi ndo nilikuwa na nini na manage hiyo account peke yangu, na mamangu pia alikuwa signatory, na mimi ndo nilikuwa natuma hizo pesa. So after mjengo imeanza, Mofam ndo alikuwa ananiambia hii kitu imetumika, na ananiambia nitume hii pesa kwa account fulani, na natuma. Mofam anaweza confirm kama ni kweli. So alikuwa ananiambia hii kitu imetumika, tuma pesa. Tumeleta hizi lori 3 za mawe, tuma pesa. Tumefanya hivi, tuma pesa. Na hiyo pesa kwa yote ya mjengo nilikuwa natumia ibu, hiyo ibu wa dongo. Na hizo zingine alikuwa ananiambia tutuma, kama ni hardware ananiambia nitume pesa na hii amount hivyo. So after pesa imeisha ndo Mofam akanipigia akaniambia Mofam nani ibu ameacha kazi, sijui niaje kulienda, akaacha kazi after pesa imeisha. So mjengo after sasa hadi hiyo pesa yenye Mofam anasema ajiongezee hiyo 500k na Bishop 500k, sisi hawakutuambia. Sasa wanakujanga home maybe kama ni nini kusalimia mzae, wanamwambia wanatuambia nyumba inaisha next week. Next month. Si tunaongojea juu mamangu mali sasa wanakaa, wanalipanga rent, wanafanyanga hizo mambo zote. Hata food yenye wanakula sasa ni mtu ananunulianga kila month, anafanyia shopping. Hata kwa rent kuna mtu anawalipianga pia rent mahali wanakaa sasa. Na pia nini chakula, everything. Sasa lakini siwezi mtaja hapa. So hiyo pesa ndo ilitumika hivyo. After sasa hadi hiyo pesa waliongeza hiyo 1 million, hawakutuambia wameongeza hiyo pesa. So sisi walikuwa wanakuja tu wanatuambia nyumba inaisha next month, tunangojea. Nyumba inaisha next month, tunangojea. Hadi sasa hiyo period yote ndio walikuwa wamekuwa wakituambia, na sisi tunangojea tu. Cause pesa ilikuwa imeisha na hiyo mambo yote. Okay, no, umetuambia mambo ya nyumba. Sorry. Na nataka tuambie story na babako. That is our interest right now. Guys, mnikubalie tu niulize nani Kaluma maswali ambayo najua, alafu akimaliza akiwa mtamuuliza one by one. So tuambie mambo na babako, hospitali saa hizi kunaendaje? So babangu hiyo time alitoka GCM alienda Jumuiya Hospital for like a period of 1 month and around 2 weeks, ilikuwa 1.5 months. Juu after amekaa kwa hiyo hospitali alinidischargiwa akapelekwa Chaka. So amepelekwa Chaka, kukasemekana atakuwa anaenda clinic, na pia akagonjeka. Hiyo after ameenda Chaka aligonjeka, akaafektiwa na nini climate, akaenda akaadmitiwa 2 weeks hospitali iko hapo Chaka. Na hiyo pia hiyo pesa yenye nilipa tulitoa kwa hiyo pesa yenye ilikuwa imetolewa na Wakenya. So after ametoka hospitali alikaa around 2 weeks, tukalipa hiyo pesa akatoka. After hapo hajaienda kliniki nyingine, but pia after tumekuwa na meeting na Bishop na Mofam, wakasema tumwandikie therapist, watakuwa Bishop ndio alisema tumwandikie therapist, atakuwa akilipia. Na mamangu akatafuta therapist mwenye alikuwa hapo karibu, akakuja akamhost, alikuwa anakaa huko. Sasa kazi ilikuwa kufanyia therapy na hizo vitu, maybe kuchange nini catheter, hizo vitu. Na Bishop akasema atakuwa anashughulikia hiyo nini. So after 1 month, mamangu anashinda akipigia Bishop amtumie pesa. Who was paying for the therapy that time? Bishop Bendi alikuwa analipa therapy. For how long? Alikuwa amesema tu tumwandike yeye atakitaria hiyo mezi yote yenye atakuwa. Alikuwa amesema hadi ile time zake ataanza kufeel poa. Na unauliza alilipa for how long? Like sasa after 1 month imeisha. Mamangu anapigia simu, achukui simu, anamtext. Kidogo tu. Before we go to your mom, relax Kaluma, relax. Wakati alienda huko akapeleka hospitali akakuwa na a lot of issues, wakasema waandike therapy. Umesema ni Bishop Ben alikuwa analipa therapy. Alilipa for how long? Yeah. Just answer that. 6 months. 6 months. So after aendelea now from 6 months. So hiyo niendelee kutoka endelea kwa 6 months. Penye tuacha anzie penye amesema after 1 month
Let you just continue that way, ndio tuende pole pole tujue jani yote. Okay, let's go. Endelea tu Kaluma, just continue. Yeah. So after hiyo 1 month mama akaanza kupigia simu wako anachukua na text na nini Mofa anasema atamwambia atoe hiyo pesa. So ikafika pia month ya pili Mofa bado wako amelipa huyo therapist, mama anampigia bado achukui simu. Pia mimi alikuwa ananiambia, sasa mama alikuwa anashinda akinipigia ananiambia nimwambie daktari 1 month imeisha amtumie pesa. Mimi hako anani respondia. So 2 months zikaisha, 3 months zikaisha hadi huyo daktari akaanza kuthreaten mamangu ndio hiyo pesa. So kitu mamangu alifanya juu nani alikuwa anamthreaten, alichukua babangu akaenda naye hadi kwa banki yenye babangu alikuwa nayo, ilikuwa Equity. Akambeba hadi kwa hiyo bank, wakaenda wakasign loan, akakuja akamlipa. Who was threatening your mother? Kuna mali umebreak. Yeah? Nani alikuwa na threaten mamako? Huyo therapist juu ya pesa yake halipwi. So wakaenda kwa akachukua dad, wakaenda naye nini kwa bank. Wakachukua loan, wakakuja wakamlipa akiongojea How much for the loan? Ilikuwa 50k. Okay, continue. Akachukua loan ndo akiongojea bishop. Okay, tuuliza maswali saa ngapi Chris? Wacha Kaluma amalize tafadhali. Wacha story yote. Wacha Kaluma atupe story yote without being. Unaona kuna vitu mingi sana hatukuwa tunasikia and that can only come from him. Na ndio nimesema Githaiga. Wacha niandike. Can we allow Kaluma to speak? Na Kenya naongea akona evidence na akona kila kitu. Mwingine ataongea akona evidence na kila kitu. Guys, let us solve this thing amicably without even interfering. Wacha ongea malize. Leo hakuna kuhispa kama jana. Lakini swali ni baadaye. Please extend relax, maswali ni baadaye. Hata sasa wamechukua loan na wakamlipa for ilikuwa hiyo period ya 3 months. Na sasa ndo sasa mamangu akaanza kupressure tena bishop alipe. Ndo sasa akilipa ende alipe hiyo loan. Akampressure hadi sasa time nilikuwa napigia bishop na mwanikia message namwambia daktari ulisema therapist akuje kwetu lakini ana nini tena mamangu, lakini hatukwambia akina bishop tumechukua loan, tulimwambia tu daktari anangojea pesa yake. So after some nini mamangu alipigia pia Mr. Ndungu akamwambia bishop alikuwa amesema anafaa kulipa daktari. Sasa after sometimes sasa bishop wakakuja home na Mofa wakakuja wakaangalia vile mzaa yako na bado na wakamtumia hiyo pesa. So after hapo na nani wakasema pia daktari aendelee na 1 month more, tuone vile mzaa atakuwa mahali mzaa atakuwa amefika, na akaendelea. Na sasa after ameendelea hiyo 1 month ni Mofa ndo alilipa. After saa mamangu pia amepigia bishop hapo anachukua simu. Mofa akapigia sasa Mofa akamtumia hiyo pesa. Akalipa hiyo daktari na mamangu akasimamisha hiyo daktari kazi. Sasa ni yeye ndo alikuwa anamfanyia maybe hiyo therapy kitu anahitaji hizo catheter. Lakini sasa hatumiangi catheters, sasa anatumianga anawezanga kwenda anja dogo. So what is the situation of the dad right now? Sasa hawezi tembea, ni lazima umshikilie, lakini anaweza enda na crutch moja na umshikilie side yenye iko affected. So saizi anahitaji palliative care. Yeah. All right, now we are from that. Now unaweza tuambia kuhusu shule tafadhali? So shule ningetaka kushukuru pia Wanjanyarari plus bishop walinipeleka shule na nikapewa hiyo scholarship, ilikuwa ya business diploma in business information technology, na nikaingia shule. So after tulienda na hiyo na bishop hiyo time na Mofam na pia Wanjanyarari, na hiyo time tulisign contract ya mimi nikuwa nikiadvertise hiyo shule na wao wakuwa wakinipea pocket money ya 6,000 per month, na wakanipea pia room ya kulala hiyo hostel. So after nimeingia shule nikaingia hiyo semester ya kwanza, hiyo time nilikuwa na kula shule bado juu wako. Sasa after wameniambia watanipea hiyo 6k per month ya maybe hiyo shopping, personal needs na hiyo food. Sasa walinipea tu hiyo mwezi moja, nani after nimewa pressure sana wakanipea hiyo 5k. Sasa after wamenipea hiyo 5k na hiyo time sikuwa na pesa, ilikuwa yote imetumika kwa nyumba, ilikuwa inatumika kwa nyumba juu mimi sikuwa iguza hiyo pesa, ilikuwa bank. Nilikuwa maybe Mofa akinitisha kitu namtumia, Mofa akisema hii imetumika namtumia. So wakanipea hiyo 1 month
Sasa after hapo wako inipea tena. So nilikuwa na mimi huwa siwezi pigia either mom ama mtu mwingine anitumie juu maybe watu wanafikirianga niko na pesa ama kitu kama hiyo. So mimi nilikuwa najitegemea, maybe napigia mtu mwingine na nipea chakula hii siku. So after nimemaliza semester ya kwanza nikaona nikawa nini ina mambo imekuwa a bit hard, imekuwa ngumu. Nikasema shule ni defy this semester yenye ilikuwa try semester. Sikuwa naenda long holiday hii nini kutoka April hadi September, sikuwa nafaa kuenda, nilikuwa nafaa try sem hadi Sep. So nikasema ni defy semester juu mambo imekuwa ngumu kiasi, nirudi September niendelee September, but bado niendelee na shule juu mamangu pesa. Mimi siwezi piga simu home naona wana struggle, so inabidi nijitegemee pia mimi nini. So na pia hizo brands nilikuwa nimepewa hizo phone store tulifanya na yeye 4 months, na pia Mofarm alikuwa amenipea kazi ya brand ambassador, akanipea mwezi ya kwanza akanilipa 50k. Na pia sasa after imefika mwezi ya pili nikafanya kazi mwezi ya pili, Mofarm akaniambia kabla nikulipe hiyo pesa inaweza ingia kwa construction project, na nikakubali, nikamwambia ni sawa. Sasa after nimefanya nini, ameniambia hiyo pesa inaweza ingia kwa construction, na pia hiyo time nilikuwa shule, so sikuwa naweza maybe kumultitask hizo nini mbili. Kaenda hivyo nikaacha hiyo job juu sikuwa naweza kumultitask. Na pia nilikuwa na pia Cactus Rick na GCM pia akanipea kazi ya nini ya brand ya kuinfluence, ilikuwa shop ya nini ya cosmetics. After nimefanya nini mwezi ya kwanza hakunilipa, nikajaribu kumreach out, akakata na hiyo pesa. Hata sasa alinilipa tu 30k, hiyo nyingine akabaki nayo. So hadi mimi naona ni kama watu wananitumia, ni kama watu wanakuja wananichukua wananitumia, alafu wananiacha wanini. Nikaacha hiyo, alinipia 30k ikabaki 20k, naishingi kumpigia simu achukuangi. Nani huyo? Cactus. Haya, na computer, niliona computer imeguzwa. What happened to computer brand ambassador? Pia hapa laptop. Hata ni Kuroria ndo alinipeleka kuchukua hiyo laptop. Tulikuwa na Kuroria, tukaenda kuchukua hiyo laptop. After tumena sasa, huyo mwenye hiyo shop alikuwa ananiambia nimfanyie nini advert, na pia alikuwa pia anipe pia laptop, lakini mimi hakuniambia mambo ya job hapo. Aliniambia tu amenibless na laptop iende nisaidie kwa masomo yangu, na nikamfanyia nini pia advertisement, tukapiga picha, lakini hapo hainitajia mambo ya job. Okay. Na phone store walikulipa pesa yako yote? Phone store walinilipa pesa yangu yote for hiyo 4 months. Aya, tuambie mambo ya wizi. Umekuwa ukicomplain unaibiwa. So mambo ya wizi after nilimeibiwa mara mbili different. Ya kwanza ilikuwa Kamakis, na ya pili ilikuwa huko mali nilikuwa nakaa kwa Mofarm. Nilikuwa nakaa kwa apartment ya Mofarm Utawala. Alikuwa amenipea nyumba 2 bedroom. So nilikuwa nakaa huko, maybe tulikuwa tuna hang out pia na watoto wake wenye pia walikuwa nakaa huko Utawala. So hiyo time nilikuwa nasema amenibia TV. Hata niko na hizo footages ndio nilizitoa zote. So mwenye alikuwa mimi sijui ni aje tulifanyana, lakini hatujai kosana na watoto wake, lakini it happened maybe ni mtoto wake alinibia hiyo TV. Na after amenibia nini tukajua ni yeye, after kuchukua hiyo footage. After tumejua ni yeye, akaniambia nafaa ninyamazie hiyo story na nirudishie TV na niende kwa police station ni cancel hiyo kesi, na akarudisha hiyo TV hiyo siku after nimejua ni yeye ameiba. Na hata walitumia hata niko na hizo footage zote, walitumia hata gari ya Mofarm kuweka kwa gari hizo footage zote na nini. Sasa hata wamerudisha, ndo juu niliona watu wananitusi sana online, sijui niko na drama, sijui nafanya nini. Nikasema niwapostie hiyo footage, niseme huyu ndo mwenye alikuwa amechukua TV, lakini siwezi sema ni nani. So after nimempost hiyo time, ndo akaona, akakuja hadi hapa kwangu, akaniambia nifungue. Sijui ati sijui nimempost, hakuna kitu na hold back kuja kunifanyia kitu mbaya. Nikakataa kufungua, akavunja dirisha, lakini si kufungua. Nani alivunja?
Sasa hiyo first born wa Mofa anaitwa Dan. Okay. Mlikuwa umekosana na yeye? What was the reason? Na hiyo TV ilikuwa ya nani? Ulikuwa umetoa wapi? Hiyo TV ilikuwa yangu. Ulinunua? Hata Okay. hata watu wote wenye kwa hiyo apartment juu Mofa anakwanga amewapea nyumba. Wote walikuwa kwa hiyo mix ya kuja kuniibia. Okay. Okay. Hiyo footage lakini hakuniambia kitu na hakufanya kitu. It's okay. Now we are there. Tuambie kuhusu vitu ambazo mlinunua. Nimesikia mmenunua furniture na nimesikia mmenunua nguo. Hiyo pesa ilikuwa gani na kuliendaje mkanunua furniture na bado ziko na mlinunua wapi na hizo manguo zilikuwa za how much na ni pesa yenyu ama ilikuwa aje? Pesa zetu tulinunua furniture tulinunua kwa Murage Modern Pacific. Mofa bado ndiye alituambia tuende tununue furniture huko. Akatuambia kwanza tupigie simu tulikuwa na sistangu akaniambia Mofa Modern na huyo Murage amempigia akamwambia atatupea vitu za 100k hizo zingine tujinunulie na tukaenda huko akatupea 100k akatuambia 100k ni bili yake hizo zingine ni sisi tutanunua. Tukanunua vitanda 3 juu tulikuwa tunajua moja na mimi na brother yangu moja juu tulikuwa tunajua dada kitoka hospitali atakuja huko na moja ya sister yangu. Tukanunua vitanda 3 na viti na meza na vitu zingine za nyumba kama maybe hizo sahani na mablanketi hizo vitu. Yote ilikuwa total ya avoid the total. Tunajua tu avoid the total. Now umetuambia ulinunua hizo vitu. Now tell me, wakati mlini approach mliniambia you people you are suffering na mamako akaniambia you are suffering. Can you mention how you are suffering na what made you mkuje tena kutuongelesha after mume to disconnect? So kitu ilifanya tukuje nini kuongelesha juu mimi nilitafuta ni saa mzai waliona ni kama nini nyumba ilisimama wao wanafaa pole sorry to cut you short hujaguza nguo tuambie mambo ya nguo. Nguo zenye tulikuwa tumenunuliwa ni Bishop alikuwa ametunulia and thank you very much zilikuwa okay. So Bishop ni yeye alinunua hizo nguo personally. Alituita kwa duka akatuambia tuchukue. Hiyo si pesa ambayo ilichangwa, hiyo ni pesa yeye alitafuta mtu wake wanaitwa vazi mkachukua nguo huko na mkapatiwa. Ati amkupatiwa nguo? Ilikuwa pesa yake alituita hiyo time akatuambia tuchukue nguo na akalipa na pesa yake. Akalipa na pesa yake. So haikuwa pesa ya mchango. Haikuwa pesa ya mchango. Haya, sasa niambie what were you suffering and what are you suffering right now ambayo ilifanya mnitafute na tulikuwa tunaongea. Continue. Jibu hiyo just a follow up question ya haraka tu. Kanai? Okay. Kaluma, hizo shamba umesema mlinunua mko na titles? Tuna bado hatujapewa title. Okay, Mofa hizo shamba zote. Hawana titles. Mofa matajibu hiyo, atatuambia what is going on. Tuambie what is happening in your life right now, to your mom, to you and everybody and so forth. Kindly. So kitu nifanya ni kidogo na tap tumehang tafadhali. Tap guys. Ikiwezekana tafadhali tap ndio tusihang tafadhali. Twende. So after nilikuwa nini? Unatujibu what is happening in your life. What are the struggles ambazo mlizifanya mnakuja mna nini? Please kindly. So tulifanya ni kutafuta ni vile my dad na pia mama walikuwa wanauliza kwani mbona nyumba ilimaliza na pia mamangu alikuwa anatuambia mimi na Mofa tunafaa tufanye hesabu tujue hiyo nyumba ilikula pesa ngapi juu mama hakuiguza nini account mimi ndo nilikuwa Mofa ananiambia nitume hii pesa. So mamangu na babangu walikuwa wanataka kujua kwani kulienda aje hiyo pesa haikumaliza nyumba na haikusaidia pia kwa matibabu ya dad. So unaona ni kama ilibaki hapo neutral. Haikusaidia dad na haijamaliza nyumba. So wakina dad akaanza kuuliza kwani kulienda aje na wanafaa kulipa rent. Sasa hata babangu kuna time anakosanga dawa sometimes. Mnapata time zingine maybe mambo imekuwa ngumu tumekosa pesa ya kununua dawa. Vitu kama hizo ndio sasa zilifanya waanze kujiuliza maswali. Kwani kulienda aje? Wewe ulitutoa ushago tukakuja tukaachwa hapa. Sasa tuna struggle. Vitu kama hizo ndio zilifanya na nini na pia mama yes. Babangu pia wanataka hiyo nyumba ifanywe accountability. Wajue maybe ilikula pesa ngapi ndio wakuwe roho zao zimetosheka. Haya, now my last question before I hand over to the rest of the panels na mtu ambaye ako hapo chini is this one.
as you are speaking right now, umesema ya kwamba you are speaking the mind of your mom and your dad. True? Na kitu kwa roho yangu And mia. your sister and the truth. Now tell us, familia yenyu mnatakaje? So ile time tulikaa chini na familia na wote, mom na dad na hao wengine wote na my brother na sister, tukasema hiyo nyumba nini inaweza maliziwa, tunaweza imaliza maybe baadaye ama tukipata hiyo pesa, but hii pesa yenye ilikuwa kwa shamba juu, hata hii shamba yenye Mofam alikuwa ametuambia tununue tulimange, hata hiyo time tunalima hiyo shamba haina maji, unapata haina hiyo nini ya kulima pia nini. Last time kama walikuwa wamelima nini waru, hazikumea hata vizuri, zinatoka nini mbegu. Na pia sasa hiyo time nyingine wakalima mbosho, ndo wakauza wakapata, ilikuwa 25k ilikuwa 25k, na Mofam ndo alizinunua akalipa mam. So Okay. Okay. Now. Tukiendelea juu hiyo pesa sasa, hata babangu hajaenda hiyo clinic, hata kutoka atoke nini jumuiya, hiyo pesa inaweza rudi isaidie maybe nini, isaidie dad kwa nini kitu chote anahitaji, hizo dawa zote, therapy na hizo nini vitu zote zenye anahitaji. Okay. Now,